siku ya kimya chenye ufunuo, siku inayotufundisha kumwamini Mungu hata pale ambapo yeye yupo kimya. Ee Mungu, nakuamini hata kama sisikii ukinena chochote. Najua unaniandalia siku mpya. Asante. Jumamosi Kuu, siku ya kimya chenye ufunuo, siku inayotufundisha kumwamini Mungu hata pale ambapo yeye yupo kimya. Bwana Yesu apewe sifa. Ndugu msikilizaji na mtazamaji, mahali popote ulipo ulimwenguni, nitumie wasaa huu kumshukuru mno Mungu aliyetupa nafasi na kibali cha kipekee sana katika wiki hili takatifu, wiki ambayo tunakumbuka habari ya safari ya mateso mpaka msalaba wa Kristo na siku ya Jumapili alipokuja kufufuka. Na katika Jumamosi hii ninakuletea ujumbe wa Jumamosi Kuu, ujumbe usemao, Bwana naomba usiniache kaburini. Bwana naomba usiniache kaburini. Naomba tumshukuru Mungu. Mtakatifu, mwenye enzi na mamlaka, tunakushukuru kwa kuwa unatupenda na kutujali. Tunakuja kwako wewe pekee, mwenye uweza na ufunuo wa hakika. Tunaomba uwe pamoja nasi katika kusikia ujumbe wa neno lako, na hasa unapozungumza nasi ukiunganisha na siku ya ukimya katika ulimwengu wa roho, siku ya ukimya ambayo Mungu ulikuwa ukibadilisha historia ya mwanadamu na kumfanya awe mshindi milele kwa njia ya neema ya Kristo. Ninaomba utulishe neno lako la uzima, tusikie lile la kwako. Ninajua ziko kelele nyingi za wanadamu, kelele nyingi za ulimwengu huu, lakini tufungue uwezo wa kusikia, tuweze kusikia la kwako. Katika jina la Yesu Kristo lipitalo majina yote, nimeomba haya nikiamini, amen. Ndugu msikilizaji, kama nilivyotangulia kukuambia ya kwamba katika siku hii ya leo ni siku ya Jumamosi Kuu. Nimetamani kuita hiyo ni Jumamosi Kuu kwa sababu inaelekea katika siku ambayo kulikuwa na mabadiliko makubwa. Ubatizo wa mauti umekwisha kufanyika, ambapo tunategemea kwamba kuna kubadilishwa kukubwa ambako kunaendelea katika ulimwengu wa roho. Na ndio maana ninaita ni Jumamosi Kuu. Na katika Jumamosi hii kuu ni kati ya siku muhimu sana katika maisha ya mtu yeyote anaye amini historia ya wokovu. Lakini ni siku kati ya siku za Juma Takatifu ambayo Biblia inasema mambo machache, lakini haina maana kwamba hakuna jambo lilikuwa linaendelea, kwa sababu tu
ni kwamba Yesu alipoingia kaburini hakuingia na mwandishi wa habari, hakuingia na watu wanaoweza kuchunguza nini kilikuwa kinaendelea kaburini. Lakini nataka nikuambie, waandishi wa habari wa mbinguni wanayo taarifa nzima nini kilikuwa kinaendelea katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia ni siku ambayo nimeita ni siku ya ukimya. Ni siku ambayo unaona kama hakuna kitu Mungu anazungumza, hakuna kitu unasikia Yesu anazungumza. Ni siku ambayo kina Petro wamejawa na wasiwasi, kina Yohana wamejawa na wasiwasi. Msiba upo sio tu wa Yesu na wale wafungwa wengine, lakini ni siku ambayo ina machozi. Mwanafunzi mmojawapo ambaye alipoona Yesu ameangikwa msalabani akaenda akajinyonga, si mwingine ni Yuda Iskariot. Ni siku ambayo ina majonzi mengi kuliko furaha. Ningesema kwamba lakini ukimya ambao unausikia, ukimya ambao unauona, si ukimya wa kawaida. Nimesema ni ukimya wenye ufunuo ndani, kwa sababu kuna kitu cha kiroho kinafanyika. Sisi wanadamu hatusikii, lakini Mungu anatenda. Siku ya kuamini Mungu hata pale ambapo hatusikii akiwa anaongea, wala hatuoni dalili yoyote ya yeye kuzungumza. Siku ya kungoja kwa tumaini, siku ya kuwa na imani, lakini ni siku ya kupimwa kwa ukomavu wa kiimani. Wanafunzi wa Yesu wanapimwa ukomavu. Kanisa la leo linapimwa ukomavu. Kanisa la leo linapimwa, je, pale ambapo usikii chochote kikisemwa kutoka kwa Mungu, kanisa linategemea nani? Je, linaacha njia ya Yesu? Je, linaacha kumtumaini? Je, linaacha kusikia neno kupitia maandiko yaliyoandikwa katika Biblia? Ni siku ambayo inatutafakarisha ya kwamba hata tunaposikia hakuna mtu anayezungumza chochote juu ya tumaini letu, lakini bado Mungu hajaondoka, hayuko likizo, anafanya kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kimya cha Mungu sio ushindi wa adui, lakini huu ni ushahidi wa kwamba Mungu hata katika ukimya hufanya kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika Jumamosi Kuu natamani sana utambue ya kwamba bado Mungu anafanya kazi. Yesu hakuwa tena pamoja na wanafunzi wake kwa kimwili. Alikuwa kaburini na mbingu ilikuwa kimya kabisa. Ndio maana unaona Yesu pale msalabani anasema imekwisha. Katika ukimya huu wengi walidhani kila kitu kimekwisha. Mafarisayo na makuhani waliopanga mbinu ya kumuua Kristo wanajua sasa tumekwisha maliza kazi. Sasa tumekwisha kurudi kwenye vitu vyetu. Utulivu umetokea katika jamii yetu, maana huyu aliyejiita mwana wa Mungu alileta tafaruku, alileta shida katika maeneo yetu. Lakini nataka nikuambie, hata katika hiyo hali ya matumaini waliokuwa wamejipa, kama mbingu ilinyamaza, mipango ya Mungu haikusimama. Ndugu msikilizaji, kama wao waliendelea kufurahia, kama vile ambavyo wako watu ambao watafurahia sana pale wanapoona kwamba upo katika kaburi lako, upo katika wakati ambao wanasema wamekumaliza. Lakini kumbuka, na ninatamani sana wewe unayemtumaini Mungu, tumaini ya kwamba katika ukimya huu Mungu anafanya kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndivyo ilivyoandikwa katika Mathayo 27 mstari wa 66. Walikwenda wakalitia kaburi muhuri, wakaliweka lile jiwe na kuweka walinzi. Lakini hata kaburi lilipofungwa, Mungu alikuwa anajiandaa kulifungua. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa nini nakuambia haya? Natamani ufike mahali ujue ya kwamba watesi wako wanaweza wakawa wameweka muhuri kwenye kaburi lako. Wanaweza wakawa wametangaza na wamefurahia na wameweka sherehe ya kwamba wameshinda. Lakini Mungu anasema, subirini muone, asubuhi inakuja, atafufuliwa yule ambaye mlijua amekwisha kufa. Na mfano huu nataka nikuambie, kuna wakati unafunga kwa maombi, unatoa sadaka, unaishi kwa utakatifu,
lakini hakuna kinachotokea. Hakuna ishara, hakuna ndoto, hakuna jibu. Unaanza kujiuliza, je, kweli Mungu yupo? Jumamosi kuu hii nataka ujue ni ushahidi kwamba kimya cha Mungu sio kukata tamaa kwa Mungu. Kama alinyamaza kwa Yesu, hata kwako anaweza akanyamaza. Akiingia kwenye kaburi la hali ngumu unayopitia, yeye anaweza kukusaidia. Bwana hakusahau. Anaweza akachelewa kwa sababu ya utukufu wake tu. Anaweza akachelewa kwa sababu anataka kuwapa nafasi watesi wako wafurahie, lakini siku inakuja ambayo atajidhihirisha kwa wazi ya kwamba yeye ni Mungu na wao ni wanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wakati wa kusubiri unahitaji kuwa na imani kuliko wakati wa kuona. Natamani ukumbuke hili, wakati wa kusubiri ni wakati ambao unatakiwa kuwa na imani kuliko kuona. Wanawake waliompenda Yesu walikaa kimya wakisubiri Sabato ishe. Hawakukimbilia kaburini kabla ya wakati. Walijua kuwa wakati wa kungojea, wakati wa kusubiri hata bila kuona, wakati wa kuona katika ulimwengu wa roho, wakati wa kuona katika namna ambavyo wengine hawaoni. Ndio maana imeandikwa katika Luka 23 mstari wa 56, na walirudi wakatengeneza manukato na marehemu, na siku ya Sabato walistarehe sawasawa na amri. Ni wakati ambao unaweza ukakaa kwenye levo moja na wale ambao wanafikiri uko sawa nao, lakini subiri wakati Mungu anakutengeneza kwa ajili ya Sabato ikiisha, kwa kuwa atakuinua kwa namna ya kipekee. Bwana Yesu asifiwe sana. Ningesema tu kwa mfano, wapo walioachwa kazini, wapo ambao wameachwa kwenye ndoa zao, wapo ambao wameachwa na ndugu zao, wako ambao wameachwa na marafiki zao. Ningesema wakati mwingine umeomba lakini bado hujarejeshewa ulichokuwa unaona umepoteza. Yawezekana umeomba lakini bado heshima yako iliyopotea haijarejea. Yawezekana umeomba lakini bado tumbo lako halijafunguka. Yawezekana umeomba lakini bado uchumi wako umeendelea kuwa katika hali ngumu. Natamani kukuambia hii Jumamosi ni ya kwako. Mungu anasema, subiri kidogo, sikio langu linasikia kilio chako. Mwenye haki ataishi kwa imani. Kumbuka siku zote kwenye maisha yako, mwenye haki hataishi kwa kuona tu, hataishi kwa upambe wa watu wanaomzunguka. Biblia inatuambia ataishi kwa imani. Nataka nikuambie ndugu msikilizaji na mtazamaji ya kwamba kaburi si mwisho, ni lango la kesho yako, ni lango la kicheko chako, ni lango la utukufu ambao waliuondoa, ni lango la furaha yako, ni lango la afya yako. Watu walidhani kaburi limezima habari za Yesu. Walilitia muhuri na kuweka askari, lakini hawakujua kuwa kaburi linaweza kuficha mtu kwa muda. Kaburi linaweza likamweka mtu mule ndani kwa muda, lakini haliwezi kumzuia Mungu milele. Haliwezi kuzuia kusudi la Mungu milele. Haliwezi kuzuia mipango ya Mungu juu yako milele. Haliwezi kuzuia mafanikio yako milele. Haliwezi kuzuia kesho yako. Na ndio maana imeandikwa katika Isaya 38:17, anasema, hata kwa ajili yangu pia nilikuwa karibu kushuka shimoni, lakini wewe umeniponya uhai wangu nisije nikashuka huko. Yuko Mungu ambaye anakushikilia. Ndio maana kuna vijana waliomaliza chuo lakini wanauza vitu barabarani, wana degree, wanauza vitu barabarani, wanaendesha bodaboda, wako katika maisha ambayo hayafanani na elimu walioipata. Watu wanasema kaburi la elimu yao limewafunga. Nataka nikuambie, kuna wamama waliotelekezwa, kuna wababa walioachwa, wamekimbia miji yao, wamerudi kijijini. Watu wanasema ndoa zao zimewazika. Watu wanasema makaburi ya ndoa zao yanatembea pamoja nao. Lakini nataka nikuambie, Mungu anasema usiogope kaburi. Mimi ni Mungu wa ufufuo. Mimi ni Mungu wa kuhuisha. Mimi ni Mungu
ninayeweza kukuinua tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Na hapa ndipo ninapotaka nikuambie, Jumamosi hii ni kipimo cha wale watakaoona ufufuo, ni kipimo cha wale wanaosubiri kuinuliwa, ni kipimo cha wale ambao wanasubiri kesho yenye furaha, ni kipimo cha wale ambao walikatishwa tamaa, wakawekwa katika mazingira ya kukata tamaa. Lakini hii ni Jumamosi, ni fundisho kwetu ya kwamba ni kipimo Mungu anatupitisha katika wakati wa kuona, je, tunamsubiri yeye? Tunamtegemea yeye? Si kila mtu anayemwona au anayemtazama Yesu Kristo, si kila mtu ambaye anamtazama kwa sura ya kumtumaini. Tunafahamu kabisa Yesu Kristo alipokuwa amekufa pale msalabani, kila mmoja aliamini kwamba watu wakishaangikwa hapa msalabani hawarudi tena. Lakini nakuambia, wako watu wachache ambao hata katika hali ya kukosa tumaini na kuona kesho yako hakuna mahali itaweza kuinuka tena, lakini wako watu ambao huwa wanaamini ya kwamba Mungu ni mkubwa kuliko kuzimwa. Mungu ni mkubwa kuliko kukatishwa tamaa. Mungu ni mkubwa kuliko magonjwa alionayo. Mungu ni mkubwa kuliko uchumi mgumu alionao. Mungu ni mkubwa kuliko ndoa zao zilizovunjika. Mungu ni mkubwa kuliko matatizo ya familia zao. Ni wale tu ambao wanavumilia ukimya, wanaobaki na matumaini na imani, wanaokuwa na imani hata bila dalili. Ndio maana imeandikwa katika Zaburi 30 mstari wa 5, tulilia usiku kucha, lakini asubuhi huja kwa furaha. Asubuhi huja kwa furaha. Ninakuombea ndugu msikilizaji, Mungu akailete asubuhi yako kwa furaha. Mungu akainue asubuhi yako kwa furaha. Mungu akakutoe katika kaburi lako ambalo watu wanajua tayari umekwenda, tayari hautainuka tena. Lakini nataka nikupe tumaini hili kwa njia ya neno hili na Jumamosi hii kuu. Kuna watu wanaendelea kumtumaini Mungu mahali pengine. Kama wewe ulianza kukata tamaa, ungana na hawa wengi kumtegemea Mungu, ya kwamba hata kama siwaoni wenzangu wanaomtegemea Mungu, lakini ninaungana nao kwa imani kumtegemea Mungu. Ingawa maisha yetu yanaweza kuonekana sawa na kuwa kaburini, tumegongewa muhuri ya kwamba hatutainuka, tumegongewa muhuri ya kwamba hatutaenda popote, tumegongewa muhuri ya kwamba ni wachafu, tumegongewa muhuri ya kwamba hatufai, tumegongewa muhuri ya kwamba hakuna kuinuka tena. Lakini mihuri ya duniani na maneno ya hile ya dunia hii haiwezi kufuta hatima ya Mungu aliyotuwekea. Bwana Yesu apewe sifa. Ungana na wenzako mahali popote wanaomwamini huyu Mungu mkubwa, ya kwamba Mungu ana uwezo wa kurarua kila mipango ambayo adui alikuwa ameiweka, ambayo ni kinyume cha mipango yake. Mungu aliye mwaminifu, aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yako, aendelee kukuinua, asikuache kaburini. Ombi lako liwe ni kumwambia Mungu, usiniache kaburini. Ninaendelea kungoja hadi siku ya ufufuo, hadi siku ya kuhuishwa, hadi siku nitakayoona changamko ambalo Mungu lilikuwa limefichwa kwangu. Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake na kukupa amani, akakuinue katika kaburi ambako umefungiwa na ya kwamba hatima yako imeishia hapo. Nataka nikuambie, akakuinue katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Linapita majina yote, hivyo kila koti la vitu vya duniani, mbinguni na chini ya nchi litapigwa tu.